lakini matokeo yake hata kitanda cha 6x6 hauna, una 2x2. Kimefunga ya kale, tumeyang'ang'ania, tunayo, hatutaki kuyaachilia. Na ndio maana nakuta wengine kufanikiwa kwao ni ngumu, kubarikiwa kwao ni ngumu, kwa sababu bado wameshikilia yale ya zamani. Mwingine hataki kupokea kitu kipya kwa sababu kile cha zamani ameking'ang'ania. Yaani nguo kiasi ya kwamba imekubana, bado unasema hii nguo ni nzuri sana, lakini kuna mwingine ambaye akiivaa inamtosha kama saizi ya kwake, lakini wewe umeing'ang'ania. Lini utapata hata kitenge kipya? Bwana Yesu asifiwe. Yale ya kale ambayo unayaona haya kwa sasa kwako wewe umeisha muda wake, yaachilie. Bwana Yesu asifiwe. Yaachilie. Tunapozungumza habari ya kutoa, unambariki mtu, maana yake hapo unatengeneza mbegu ambayo kesho na kesho kutwa itaenda kuzaa tunda. Bwana Yesu asifiwe. Itaenda kuchanua. Sasa ukiwa umeng'ang'ania hizo nguo, umeng'ang'ania hayo mavyombo unayo tu, mwenzako hata kasahani hana, lini utapata samosi mpya, viatipoti vipya? Lini wewe utavipata? Yaani wewe unaishi na vitu vya 2018 huko, wakati tuko 2026 na kila kitu kinatoka kipya. Hivi leo baba mchungaji, ukiambiwa tukutafutie lile lisuruali ndio kuna vaga watu wawili wanashona, leo hiyo yote alivaa? Hamna. Maana yake kila siku kunatokea vitu vipya, vile vya zamani tunaviacha kule. Haleluya. Bwana pesifa. Na ngoja nikwambie kitu kimoja, hata dela wewe ambaye umeokoka sio la kwako. Haleluya. Unaonaga unalivaa unalipinya hivi, hayo ni mambo ya watu. Haleluya. Yaani ukishalikunja hapa unaingia kwenye orodha ya watu wengine. Kuna dero ukilivaa linastahili, ila kuna lile la kulikunja hapa. Kuna dada mmoja nikamwambia, amebeba ndoo ya maji, alafu paka ile ndoo inataka kudondoka kwa sababu ya hilo dera. Sasa mimi nikamwambia, ndugu yangu, kwani ukienda sehemu akalipunguza kuna shida gani? Anakwambia eti ndio fashion. Sasa nikamwambia, hivi ungevunja ndoo, hiyo ndoo singekugharimu tena kununua kitu kingine kwa sababu ya fashion unayo. Bwana pesifa. Yaani hivyo vitu sio vya kwako. Sisemi usivae dela, vaa, ila lipo la kwako. Bwana pesifa. Lipo la kwako, kwa sababu kuna yale mengine ambayo yapo, wanasema gani, yako vizuri kabisa, yaani halina mbamba kwako. Bwana pesifa. Mtu mwenyewe mwili kama wa kwangu, nenda kununua dela libonge kama mtu mwenye mimba, alafu nasema fashion hiyo. Kuna zingine fashion sio za kwako, waachie wenye nazo. Bwana Yesu asifiwe. Zingine sio za kwako, waachie wenye nazo. Mambo yale ya zamani lazima tuyaache tuweze kupokea mambo mapya. Umebaki na kakitenge ka zamani ambako kameandikwa hapa chini, usimunyime jirani yako ugali. Bwana Yesu asifiwe. Wakati siku hizi kuna vitenge vipya ambavyo vimeandikwa Mungu ana nguvu. Umeking'ang'ania hadi hapo unapokalia kameshachanika unapo tu.
Yaache ya zamani yapite. Bwana Yesu asifiwe. Kila kunapoitwa leo kuna mambo mapya yanakuja, yanatokea, na hayo mambo mapya ni ya kwako. Kuna kihatipoti ka zamani ambako kalitengenezwa, ugali ukiweka unapoa. Ka zamani. Wakati siku hizi kuna hatipoti zimetengenezwa, ugali ukiweka haupoi. Ndio hatipoti hivyo hivyo, mtakuwa mshanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani umeking'ang'ania toka kwenye level hizo. Bwana Yesu asifiwe. Achana na mambo ya zamani. Umeshakuwa mtu mpya. Ukishakuwa mpya, hata ndani panakuwa papya. Haleluya. Umeshakuwa mpya, hata mambo mapya. Tulikuwa tunatumia kisofadu, leo hii ni level zingine. Haleluya. Yaani upo Dar es Salaam, umepanga alafu na wazo kanunue TV ya kichogo. Utakuwa na kichogo. Huko tumeshapita. Haleluya. Tumeshatoka huko. Hayo ni mambo ya zamani. Kabla mtandao haujakuwa, hawajajua hata wazungu kutengeneza smart TV. Tulikuwa tunatumia hivyo vitu. Lakini baada ya leo lazima tuende na kisasa. Bwana asifiwe. Lazima tuende na kisasa. Tunapooza lazima tuchanue. Bwana asifiwe. Wai mpaka leo na unaishi kwenye na kiti cha ofichea. Tunatokaje kila kiti? Ofichea sio ofichea, kiti gani cha mbao fulani hivi. Sio cha mpego. Hicho mpaka leo unacho. Haya kule. Sio kwa wewe. Bwana asifiwe. Yaani ukikaa kwenye hicho kiti dakika mbili umeshachoka. Sisi ni wapya na mambo yetu ni mapya. Bwana asifiwe. Sisi ni wapya na kila kitu ni kipya. Hawezi ukaishi kwenye zile level za zamani vile. Afu nataka Mungu akubariki. Mungu anataka kwanza utazame moyo wako. Unataka kitu kipya au unang'ang'ania kile? Wakati mwingine pasua hata sahani ili ingie sahani nyingine. Bwana asifiwe. Mwambie Mungu, haka sahani kamenichosha. Atakuletea mwingine. Kamefupa mno. Hakana kazi. Haleluya. Kuna wengine wameng'ang'ania na kiatu, ukivaa kiatu huku ndani unakunja vidole. Wewe vitakunjika huko ndani. Gawa, kimeshaisha muda wake kwako. Wape wengine. Kiatu kile. Miaka nenda rudi kile. Acha mambo hayo bwana. Haleluya. Yaani unaenda kwa fundi, unaenda kumpa maelezo akusogezee viatu. Nunua kipya, maana umeshakuwa mpya. Ya zamani lazima uyazike. Wengine wape. Haleluya. Sio kiatu kimebana ukakitupe, au ukakichome moto. Kama kinastahilika mtu mwingine kukivaa, mpe. Mama umejaza mabegi matatu ndani ya nguo. Afu baba na suruali moja tu. Mwenyeaje hata huruma. Yaani mama mzima umejaza maburunguti ya mabegi. Na bado unadai. Sawa fashion, lakini kuna zile fashion za zamani. Sasa mpaka zile za zamani bado unazo. Toa zile za zamani, ingiza za sasa hivi. Haleluya. Ondoa yale ya kale, weka sasa hivi. Alafu kutaka vipi unataka kutoa hutaki. Yaani unataka tu pokea vinavyotokea sasa hivi. Wewe kutoa vile vya zamani hutaki.
Lazima tukubali kuzika yale ya kale. Lazima tukubali vitu vingine vife ili vifufuke vitu vingine. Fufuka unapokubali